Jamanini, kuna kitu inabidi tukubaliane hapa. Na hii nazungumza na Waislamu, na kama wewe si Muislamu unaweza scroll up. Na kama utakaa utasikiza likikuuma, pole. Unajua mimi kawaida yangu, this is an open table, a white table where straight to the point we hit the bullseyes like the way things are. Tuko hapa tunataka kuambia jambo moja. Waislamu mara nyingi tunakuwa ndio kielekezo, na sisi kwa kugrow watu hatuna matatizo, kwa sababu sisi kutumia mashallah tunajua kuendeleza biashara za watu, tunajua kusupport watu. Na wakati wa Ramadhani ukiangalia, Ramadhani na December 25th zinakuanga tofauti. Wakati wa Ramadhani vitu vinapanda bei kupita kiasi, kila kitu kinapanda bei, lakini unakuja unakuta wanauza, tunawapatia hela na munauza na mumabarikiwa. Na ndio maana tunawaambia Ramadhani ni mwezi wa baraka. Ramadhani ni mwezi wa baraka. Chochote kile utakachofanya utapata baraka ndani yake. Hata kama unafanya nini, tukizungumza baraka ni wewe mwenyewe kile umechagua kufanya. Jamanini, Ramadhani ni mwezi wa baraka. Wenye kupata riziki wanapata riziki katika mwezi huu mpaka muguka. Unakuta kuna watu ikifika time ya magharibi imeisha, miguka imeisha, hakuna miguka. Si mnajua kuna wale wenzetu wanakesha usiku mzima, wanaamka masaa mawili kabla ya saumu, wanafungua kabla ya muadhini, wanafungua, wanafuturu, alafu wanalikalia mpaka alfajiri. Sisi Ramadhani ni mwezi wa baraka, tunawapa baraka nyote. Ukiingia katika mabanda ya miguka, miraa imeisha nini, ikifika saa 3 saa 2 watu washafunga maduka, watu wa miguka wameenda. Fika huku kwenye mabaa sasa. Samahani Waislamu, lakini ukweli lazima tuambiane. Ukifika katika mabaa, katika maklabu zinafanywa renovation mwezi wa Ramadhani. Hiyo inaashiria makastoma ni kina nani? Ushawaiona baa ama klabu ikifanywa renovation siku ya Christmas? Zote hufanywa renovation siku ya Ramadhani. Wateja hakuna. Pita katika mahoteli mengi saizi yamekaa matupu. Kwa sababu gani? Waislamu wamefunga. Kuna hawa dada zetu wa kuranga, wale wa pale Bora Bora, wengine ni wa ninio Koinange, wengine ni wa hapa Bombolulu. Wale madada zetu saizi wanalalamika, wanasema pesa zimepungua, nilikuwa na boyfriend wangu lakini sasa akafunga. Alikuwa akinisaidia kweli, ananiletea hela, ananifanyia nini, lakini ikifika Ramadhani inabidi tukae kando kidogo mpaka Ramadhani ishe. Mume understand? Mumeamini kama sisi Waislamu tuna impact a lot of people's life. I'm not putting which kind of impact. Wewe ndo utasema ni impact gani unaweka katika maisha ya mwenzako. Kuna waume za watu huku wana mipango ya kando kibao. Wale ambao upaki magari pale Pirates Beach, wameacha mabibi zao nyumbani, wako Pirates Beach wakichonga. Wale madada zetu wa madanguro saizi wamechanganyikiwa. Hawana pesa, hawana watu wa kuwalisha miraa, kwa sababu wale waume za watu sasa wamefunga. Ni Ramadhani jamanini, ngoja Ramadhani ije tutakutana kama kawaida. Tumeelewana? Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani tunakuwa wasafi kupita kiasi. Baada ya Ramadhani asilimia kubwa yetu sisi tunarudi mambo kama kawa. Tumeelewana? Baa zinafanywa renovation kwa sababu siku ya Idi tutakuwa tumemininika baa, tunakunywa mabia, tunavuta bangi, cocaine, heroin. Sisi ndo wenyewe, sisi ndo kusema. Alafu mtuambie mtaishi vipi mjini bila sisi? Tumeelewana? Ukifika sokoni Kongowea maembe mpaka la shilingi 20, 30, tomato zimepanda, vitunguu vimepanda. Lakini alhamdulillah, Ramadhani ni mwezi wa baraka. Kila mmoja anapata baraka yake na anaondoka. Sasa wewe katika hiyo baraka ya Ramadhani, kama wewe ni Muislamu, uko wapi? Kuna madada zetu wa Kiislamu wako huku wamejaa, wanaenda kwa wapenzi wao, kina Gashagwa, kina Maina, kina nani, kina Otieno, kina nani, kina James, kina nani. Siku hizi pia sisi Waislamu si lazima tusilimishe mwanamume ndo atuoe. On nowadays we have mastered the skill kukaa karibu na dunia. Tumeelewana? That's why tunaendeleza maisha ya watu. Sisi saizi Waislamu tuko na ile come we stay.
And right now hatu practice ile sheria ya kwamba men are the kings of this planet. My religion first, love later. Siku hizi ukiwa unaitwa Otieno, unaitwa James, umenipenda mimi Batuli Muhammad Swale, njoo tuongee. Utanioa na tutakaa ndani ya nyumba, tutazaa watoto. Mtoto mmoja ataitwa James, mwingine anaitwa Swalha, mwingine anaitwa nani. Ikifika Ramadhani, kwa sababu mimi ni mke wako, naitwa Batuli, we unaitwa James, unaitwa Maina, unaitwa nani. Ikifika Ramadhani naenda kwetu kwa mamangu na babangu, babangu ana swali 5 swaliwat, ukimkuta na sida kama matobosha iko hapa. Narudi nyumbani kwa sababu mume alionioa si Muislamu, na kaa naye tu, hatuna dini. Lakini saa hizi ni Ramadhani, nimerudi kwa mamangu na babangu, Ramadhani kisha tena nirudi kwa mume wangu. Na la ajabu ni kwamba wapenzi, wale mama na baba ni Waislamu, na wanamjua mtoto wao anawekwa kinyumba na Mkristo na Muhindi na Mzungu na nani. Lakini inaitwa dunia ya akhiri zaman. Tunafunga macho, sisi tunachotaka ni hela. Allah tumuogopi tena saa hizi. We show people how we fear God. We don't fear God from here. Tumeelewana? Madada zetu wa Kiislamu wakija ni magirlfriend, na wamezaa na hawa watu ambao hawana dini. Wanakuja kwa hao wanaume, wanazini mapana na marefu, wanakuja wamejifunga ninja, alafu unasikia mtoto wa Kikristo, wa Kihindi, wa Kizungu akisema mimi nimepata mzigo. Tena mtoto wa Kiislamu ngoma mbovu. Ukimwangalia huyo mtoto wa Kiislamu ni mrembo kweli. Kiuno, ushaijua ile shape ya Coca-Cola? Ndio hiyo mpenzi wangu. Mtoto mrembo. Lakini ndio wanaotakiwa kwa dunia ya sasa. Wale watu wa kujiongeza, wenye wazimu, wenye kufanya mambo ya kishenzi, hao ndio wanaotakiwa dunia sasa. Sasa wewe dadangu, ambaye umezaa na mtu ambaye si wa dini yako, amekuweka kinyumba, umezaa na yeye na mtoto unamuita Swalha, babake aitwa James. Sasa ni Ramadhani, umerudi kwa mamako afunga Ramadhani, ukifungua mwadhini, ukifanya nini? Ramadhani ikiisha, mafuata yale ya msondongoma. Jamanini Mwenyezi Mungu, sisemi haya kwa raha, na msione nazungumza namna hii mkafikiria nasikia raha. Hao ndugu tunaishi nao mitaani. Hao ndugu zetu tunaishi nao mitaani. Tuna ndugu zetu ambao ni wasenge, ni mashoga, ni nini. Saa hizi hawafanyi ushoga. Wako wamekaa manyumbani, na kama wanafanya ni usiku. Sasa mimi sijui wale kina Hamisi ambao ni mashoga, wale kina Juma ambao ni mashoga, wale malesbian ambao ni kina Swalha, ambao ni kina Zainab, ambao ni kina Amina, ambao kina Najma. Sijui saa hizi tunafunga saumu gani. I'm not here to judge you. I'm here to remind you, because Islam is a religion of reminding each other. Let's tuachane na njia zetu za kisasa. Tufuateni dini, tumogopeni Allah. Ya Rabb Mwenyezi Mungu, waliopinda waongoze. Tuongoze sisi ummatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ndugu yangu, huku nje kunatisha. Siku ya Idi, ile siku ya kuswaliwa Idi, ikifika saa 8, miguka yote imeisha, miraa imeisha. Ukifika klabu zimejaa, wote ni kina Swale, ni kina nani. Ukifika huku ndio sasa wale dada zetu wa kudanga, wale madanguro ndio wanasherekea. Leo wateja watakuwa wengi Waislamu, waume za watu vituko. Jamanini, chonde Waislamu. Chonde Waislamu. Tumeona mumejaribu kusukumwa na Adan Duale kwa siasa. Saa hii Minister of Mining naye anasukuma Waislamu kwa siasa. Tumeona makanisa yakipatiwa milioni 20, na nyinyi pia mwataka milioni 30, milioni 3 za kutoka kwa Murkomen za kujenga madrasa. Jamanini, tujisukume kwa siasa, lakini kaeni mkumbuke kuwa Uislamu ni majukumu, na kesho kila mmoja ana yake ya kujibu kwa Allah. Haya, tukaeni tungojee wakati huu Ruto na Kindiki wataswalishwa msikiti gani, watasimamishwa safu gani ya mbele, kwa sababu kutoka Ramadhani zote tangu Kibaki twajionea vituko. Wacha tuone kina CS Mining na kina Adan Duale watamsilimisha Ruto na Kindiki, wamuweke safu gani ya mbele ya msikiti na maimamu wetu watakosimama.